Wadau, kila siku huwa nawaambia hizi story za majini, wengi mnasema ni story za jaba. So hii story ya leo ni ya huu jamaa kutoka huko Kenya, huko side za Western region huko. Jamaa alitoka huko Western akaenda Uganda kufanya kazi. Huyu jamaa anaitwa Zadok. Alienda huko Uganda kufanya kazi ya shamba boy huko. So jamaa alikuwa anafanya kazi ya kulisha ng'ombe, kulisha mifugo huko na kutake care ya boma. So jamaa alikuwa ikifika jioni hivi kitu 6 hivi anakamua, alafu hiyo maziwa anaipeleka kwa town yenye ilikuwa karibu hapo. Kuna town yenye ilikuwa hapo karibu, so anapeleka hapo maziwa kwenda kuuza. Alafu anarudi home kitu saa moja hivi. So hiyo ndio ilikuwa route yake kila siku. Lakini siku moja jamaa alikamua maziwa yake vizuri, maziwa yake vizuri, alikuwa na baiskeli, sio bike, baiskeli. Alikuwa anaweka kwa baiskeli na kisha anaisafirisha kupeleka kwa town. So siku moja jamaa akipeleka hayo maziwa, si akapeleka maziwa penye anapelekanga. So kurudi nyumbani, akiwa kwa barabara anaelekea nyumbani, akakutana na dem fulani, mrembo fulani amesimama hapo kando ya barabara. Na huyo mrembo alikuwa ni, ukimwangalia tu hivi alikuwa ni dem mrembo. Alikuwa amevaa hizi glasses na ako na lipstick ya red, ako na hizi, ameweka hizi nails, hizi kucha ndefu. So alisimamisha huyu jamaa wetu, alikuwa anamuomba lift. Lakini jamaa kashangaa, how comes dem mrembo kama huyu aombe lift kwa baiskeli? Hadi wewe unaweza shangaa. Lakini haisuru, jamaa alimbeba. Cha kushangaza, unajua baiskeli ni kitu yenye unatumia nguvu kuisukuma. So obviously ukiongeza kitu kingine mzito, uzito itaongezeka. Lakini cha ajabu, venye huyu dem alipanda kwa hiyo bike, hakuna uzito yenye jamaa alifeel. Yaani ilikuwa tu ni kama bado ako peke yake kwa hiyo baiskeli. Jamaa alishangaa, lakini wakaendelea na safari. So jamaa kamuuliza tu naenda wapi, dem akamwambia nafika tu pale mbele, si mbali sana. Okay, hawakuongea tena. Jamaa ako nini, yeye anakanyaga baiskeli wakienda. Kufika place fulani kwa kona hivi. So jamaa anauliza huyo dem, lakini unajua sasa ukiendesha baiskeli uwezi angalia nyuma. So anamuuliza tu ya akiangalia mbele akiride. Anamuuliza ulisema unashukia mbele side gani? Demu hakujibu. Jamaa akaona maybe mrembo hajasikia. So akarudia tena kuuliza, ulisema unashukia side gani? Tena mrembo hakujibu. Jamaa akaamua kuangalia nyuma. Kuangalia nyuma akapata kwa baiskeli peke yake. Okay, tuseme inaweza kuwa huyo demu aliruka. Lakini sasa mtu akiruka kwa baiskeli, lazima balance yako itayumba. Utafeel hiyo nini venye ameruka hivi, utafeel baiskeli na yumba. So jamaa alishangaa sana hiyo story, na tangu leo hajawahi jua ni kitu gani kili happen. Okay, tukiachana na hiyo, kuna story nyingine pia the same tu ya huyo jamaa tu huko Uganda tu. Jamaa alikuwa anatoa ng'ombe kwa boma kitu saa 7 hapo, anawapeleka chini kwa mto wakunywe maji ndio warudi kwa boma. Kitu around mchana hapo saa 7. So jamaa siku moja akipeleka hao ng'ombe, so venye alikuwa anarudi hivi nyumbani, jamaa kaokota necklace. Hii necklace ya shingo hii kama hii. Jamaa kaokota necklace. So hiyo necklace jamaa akaiweka kwanza, hakuivaa. Akaiweka kwanza akafika home. So venye alifika home, jamaa akakaa nayo. Venye ilifika jioni akaoga, akaivaa na akapeleka maziwa kawaida. Kurudi home jioni, si akaendelea na shughuli zake. Ilipofika usiku, jamaa aliniambia kwa hiyo wiki yote jamaa alikuwa anaota tu ndoto za kufanya mapenzi na mwanamke. Alafu cha ajabu sana, sio ndoto tu. Akiamka asubuhi anafeel ni kweli alifanya mapenzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu akijiangalia already amechafuka. So jamaa alinichapia hizo story mbili. In fact hiyo nini aliamwanga akatoa akatupa. Venye alitoa tu hiyo necklace akaitupa. Hakuwahi ota tena vitu kama hizo. But jamaa daily alikuwa anaota anafanya mapenzi. Na cha ajabu akiamka asubuhi yenyewe anaona ni kweli alifanya mapenzi. So jamaa alikuwa ananiambia hiyo story, na isikiza hivi naona ni kama ni story ya jaba. Lakini ndio life yenye jamaa ndio vitu zenye jamaa amekutana nazo huko Uganda. So ukisikia hizi stories za majini, sometimes usichukulienge tu ni kama usichukulienge tu hivyo tu. Hizi story ni story za ukweli zipo. Although kuna wengine wenye wanatunga tu story tu, hadithi tu, simulizi tu, lakini hizi story ziko, hawa viumbe wapo na wana exist. Kila story maishani ina funzo, inafundisha, elimisha.
simulizi zetu, hadithi zetu, stori zetu, sauti ya uhakika. Wisdom TV, sauti ya Afrika.